haraka haraka niwapitishe tu katika ratiba yetu ya leo. Kwanza tutakuwa na uwasilishaji wa mada mbalimbali kuhusu uwekezaji katika amana na hisa, ambapo tutamtarajia Profesa Mohamed Wesame atatupitisha katika mada hiyo. Lakini tutapata nafasi ya kusikiliza fursa za uwekezaji kutoka Zanzibar. Mkurugenzi wa ZIPA tunafurahi kama tuko naye. Lakini kutakuwa na mada kuhusu mifuko ya hifadhi ya jamii na diaspora ambayo itawasilishwa na mkurugenzi wa ZSSF. Vile tutapata fursa ya kusikia fursa za uwekezaji katika makazi Zanzibar, na tunafuraha kama mada hiyo itawasilishwa na mkurugenzi wa shirika la nyumba la Zanzibar. Vile tutapata fursa ya kufahamu huduma za kibenki na diaspora ambayo itawasilishwa na mkurugenzi wa PBZ. Vile kwa upande wa Suzuki imeelezwa kwamba ndugu Mohamed Isa Ahmed Fome tuko naye ambaye atatupatia presentation kuhusu eneo hilo. Lakini baadaye tutapata fursa ya kuwa na maswali na majibu kutokana na mada ambazo zitakuwa zimewasilishwa. Baada ya hapo mgeni rasmi ataingia hapa ukumbini. Kama ilivyo mila na desturi zetu kama Watanzania, mara mgeni rasmi atakapokuwa ameingia hapo ukumbini, basi tutawaomba kwa heshima na taadhima tuweze kusimama na kuweza kumshangilia kwa vifijo, nderemo kwa ajili ya kuweza kumkaribisha hapa London. Tukio hilo litakwenda sambamba na wimbo wa taifa. Kabla mgeni rasmi hajakaa, basi tukiwa tumesimama, wimbo wa taifa utapigwa. Tukio hilo litafuatiwa na dua kutoka kwa viongozi wetu wa dini. Baada ya hapo, Mheshimiwa Balozi atapata nafasi ya kuweza kufanya utambulisho wa wageni walioambatana na Mheshimiwa Rais, lakini na sisi diaspora kama wageni. Baada ya hapo tutakuwa na neno kutoka kwa viongozi wa jumuiya za Watanzania hapa UK na Ireland, na hapa nimeelezwa kwamba kuna mwenyekiti wa ATUC TZ UK na Zanzibar Community watazungumza machache kwa niaba ya wanadiaspora. Baada ya hapo tutapata fursa ya kuweza kupata burudani ya vijana wetu wa kundi la Triple R&Z. Baada ya hapo Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ndiye atakayebeba dhamana ya kuweza kumkaribisha mgeni rasmi. Baada ya ukaribisho huo, Mheshimiwa Rais atapata fursa ya kuzungumza nasi, na baada ya hapo tutafanya uzinduzi wa link mahususi kabisa kwa ajili ya fursa mbalimbali ambayo inajulikana kama Tanzania Link Portal. Baadaye tutapata fursa ya kuweza kupiga picha kwa makundi mbalimbali ambayo tutatangaza hapo baadaye. Nimeeleza tutakuwa na refreshment na networking baada ya hapo, na ndio utakuwa mwisho wa hafla yetu ya leo. Kwa heshima kabisa na nimkaribishe Balozi John Ulanga. Yeye ni mkurugenzi wa diplomasia ya uchumi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa. Yeye ndiye atakayekuwa moderator wa session hii ya mwanzo ya uwasilishaji wa Mheshimiwa Balozi. Karibu sana. Habari za mchana. Good afternoon. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo.
Kama nilivyotambulishwa, naitwa John Ulanka, natoka Wizara ya Mambo ya Nje, na nimebahatika kuwa katika msafara wa Mheshimiwa Rais Mwinyi, na nitafanya moderation ya hii at least kuanzia session ya mwanzoni. Na tunavyofahamu Tanzania ni nchi ambayo ina fursa nyingi, na kwa sisi tulioko nyumbani tunaona jinsi ambavyo wageni kutoka every part of the world wanakuja Tanzania kuzichangamkia hizo fursa. So the purpose of this session is also to give you a flavor of the various opportunities that are available in Tanzania, and also create enough appetite for you to continue the conversations after the next hour and a half. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa hii fursa, na katika ratiba kama ambavyo imesomwa, tulitegemea wasilisho la kwanza lingefanywa na Profesa Mohamed Warsame. Ni mtu ambaye namfahamu, simuoni kwenye chumba, na balozi anasema anajaribu kumtafuta, hajampata. Probably atakuja atatujoin baadaye, na kwa sababu ya muda naomba hiyo session tutaiskip, ambayo ilikuwa atuzungumzie kuhusu wasilishaji wa mada kuhusu fursa za uwekezaji katika amana na hisa. Professor Mohamed Warsame has involved himself quite a bit in a number of issues that either sukuk bond or other types of financial instruments. Kwa hiyo akija tutampa hiyo fursa, lakini for the time being naomba tumkaribishe the Executive Director of Zanzibar Investment Promotion Authority, ambaye atatupa fursa za uwekezaji Zanzibar. So without further ado, let me invite my colleague and friend Saleh Saad Mohamed, Executive Director, Zanzibar Investment Promotion Authority. Karibu sana. 15 minutes is takutosha? I know you can speak for like 2 hours, but just do for 15 minutes. Asante mshukuru. Assalamu alaikum. Habari zenu. Awali ya yote naomba nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha hapa tukiwa salama, lakini zaidi nina furaha kubwa kukutana na mama zangu, baba zangu, dada zangu, kaka zangu, lakini zaidi ni wadogo zangu. Hii ni kuonesha kwamba licha ya umbali ambao tupo nao katika kutafuta maisha, tunaendelea kukuwepo pamoja. Kwa kujitambulisha, mimi naitwa Saleh Saad Mohamed, ni mkurugenzi mtendaji Mamlaka Kuu ya Uwekezaji Zanzibar ZIPA, ambao taasisi ya serikali iliyopewa jukumu la kuhakikisha kwamba inasimamia uwekezaji nchini, zaidi ule uwekezaji ambao unatoka katika taasisi za private au katika watu binafsi zaidi. Siku ya leo presentation yetu itakuwa imegawika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itakuwa ni ile sehemu ya kuona baadhi ya taarifa chache kwa undani wake kuhusu Zanzibar na fursa zake, lakini sehemu ya pili itakuwa ni ile sehemu ya kuona video kuhusu opportunities ambazo zinapatikana. Zaidi ya hapo, mimi naamini na wenzangu sote tutakuwa tupo tayari kuwahudumikia baada ya kikao hichi kupitia njia za mtandao, kwa maana njia za simu, au kupitia njia ya kukutana ana kwa ana kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Zanzibar kwa sasa ina uchumi ambao unakuwa kwa zaidi ya 7%, na unapoona uchumi unakuwa kwa zaidi ya 7%, hii inaonyesha kwamba fursa nazo zinakuwa at the same pace au zinakuwa kwa zaidi ya hiyo 7%. Kwa hivyo ni nafasi kubwa kwa sisi tuliko hapa na wengine kuwa ni part ya mabadiliko au ya mageuzi hayo. Kuwekeza Zanzibar kuna faida zake, na moja ya kwamba kwa nini uwekeze Zanzibar, tunaelewa kwamba kwa sababu wewe tayari ni Mzanzibari, wewe tayari ni Mtanzania. Kwa hivyo kitu muhimu ni kuhakikisha kwamba uwekezaji wako ili uwe salama, manake uwekeze nyumbani.
Lakini la pili ni kwamba una uwezo wa kupata access ya biashara yako kwa zaidi ya watu 1%, kwa zaidi ya watu ya milioni 1.5 ambao wanapatikana Afrika. Kama unavyofahamu, tuna East African Community, lakini vile vile Tanzania ni member wa SADC, lakini vile vile Tanzania ni mshirika mzuri kabisa wa ECOWAS, lakini vile Tanzania ni moja katika champions ambao wanahakikisha African Free Economic Trade inafanikiwa. Tanzania tupo. Kwa hivyo biashara yako unaguarantee kupata wateja zaidi ya 1%, zaidi ya milioni 1.5. Katika kipindi cha miaka ya karibuni tunajivunia kusema kwamba mabadiliko katika sekta ya uwekezaji, ambayo mabadiliko haya yamesababishwa na vitu vitatu vikuu. Kwanza ni uongozi bora, imara na uliosimama. Lakini la pili, uwepo wa amani na usalama, ile tunajivunia. Lakini la tatu ni mabadiliko ya sheria ambazo zinakwenda kushajihisha uwekezaji, mabadiliko ya sheria ambayo yanampa fursa Mzanzibari, diaspora, Mtanzania kwa ujumla kuwekeza zaidi. Kwa hivyo ukitizama katika miradi hii ambayo mpaka sasa zaidi ya miradi 500 ndio imesajiliwa kwa kipindi hiki cha miaka 4, zaidi ya 60% miradi hii ni miradi ya hasa kawaida ya Watanzania kutoka Tanzania bara, au ni Watanzania kutoka Zanzibar, au ni Watanzania ambao wanaishi nje ya Tanzania. Kwa kuendelea, naomba tuende moja kwa moja katika hali halisi ya uwekezaji ambayo ipo kwa sasa. Nadhani hili suala naomba niwaulize wenzangu diaspora, niwaulize wenzangu kutoka Tanzania, ni kwamba kwa sasa uwekezaji ambao unatoka katika nchi ya Uingereza una worth zaidi ya dola bilioni 1.7. Katika dola bilioni 1.7, wewe nafasi yako ni ipi? Na kwa nini usiwe katika nafasi ya dola bilioni 1.8 au bilioni 1.9 au bilioni 2? Sababu nafasi bado ipo, na tunawaomba muje tuwadumikie, muwe sehemu ya mabadiliko. Lakini tunapozungumzia UK, tunataka tuone wenzetu wa diaspora, wenzetu kutoka Tanzania ndio champion ambao wanarudi nyumbani kuwekeza zaidi. Naomba kidogo niguse katika mabadiliko ya sheria ambayo yamefanywa hivi karibuni. Awali tulikuwa tuna uwekezaji au taratibu za uwekezaji zinazomhusu mwekezaji yote ambaye sio Mtanzania, na naomba mnifahamu vizuri ninapozungumza hapo awali ambaye sio Mtanzania, including diaspora, alikuwa anahitajika kuwekeza ndani ya visiwa vya Zanzibar sio kwa kiasi cha chini ya dola milioni 2.5 awali, kabla ya sheria namba 10 ya mwaka 2005, sheria ya uwekezaji Zanzibar. Lakini kwa sasa nazungumza kwamba diaspora amepewa kiwango cha dola 200,000. Kwa hivyo kutoka dola milioni 2.5 ambayo ili mwana diaspora yeye awe pati ya uwekezaji, ili awe pati ya mtu ambaye anapata fursa za kufanya diaspora.
Ni rahisi kuona kwamba yeyote ambaye atakuwa yupo tayari kuwekeza kiongozi wetu katibu mkuu Wizara ya Uchumi Bluu. Huyu ndio katibu wetu, kiongozi wetu ambao anasimamia nzima ile dhana ya Mheshimiwa Rais au dhana ya serikali ya Zanzibar ya uchumi bluu. Kwa kuongelea tu kidogo, dhana ya uchumi bluu imehusisha maeneo matano makuu, ikiwemo huo utalii wenyewe ambao tunazungumza, ikiwemo masuala ya uvuvi na ufugaji wa mazao ya baharini, lakini kuna masuala ya mafuta na gesi, kuna masuala ya miundombinu bahari kwa maana ujenzi wa viwanda vya mazao ya bahari pamoja na tunasema port, bandari na infrastructure zake, lakini vile vile kuna swala la usimamizi mkubwa wenyewe wa masuala ya uchumi bluu. Kuongeza ni kwamba tukitizama sasa hivi expansion ya dunia ilivyo, Zanzibar kwa sababu ni sehemu ya Jamhuri ya Tanzania, na sisi tuna fursa kwa pamoja ya kuenjoy zaidi ya kilomita mraba au square kilometers 266 za EEZ. Kwa hivyo na ile eneo bado halijaingiliwa au ile eneo bado hakujawekezwa. Kwa hivyo kuna fursa kubwa ya miji wenzetu kuja kuwekeza katika swala zima la uvuvi, ambapo demand ya samaki duniani imekuwa ikiongezeka kila siku katika kila nchi. Lakini kuna masuala ya agro processing ambayo ninayo ni fursa kubwa katika ukanda mzima ya coast ya Afrika. Kuna maeneo ya oil and gas, tuna ICT, tunajua tunaendelea kwa ICT. Dunia imekuwa inabadilika. Sasa hivi hatuzungumzi only product, lakini zile product nazo kuna mechanism ya kuweza kununua zile product. Kuna taratibu za kununua product. Kwa hivyo teknolojia sasa ndio imekuwa mwavuli mama wa kuhakikisha kwamba shughuli zote za kila siku, shughuli zote za kiuchumi, lakini kazi za kila siku zinakwenda efficiently kwa sababu ya uwepo wa teknolojia bora. Kwa hivyo uwekezaji katika maeneo ya teknolojia unahitajika na mnakaribishwa, na fursa zipo kubwa mno. Lakini tuna maeneo ya maritime trade and infrastructure. Tayari serikali imeallocate eneo la Mangapwani, eneo ambalo lina zaidi ya hekta 3000 kwa ajili ya uwekezaji wa ujenzi wa bandari, lakini ujenzi wa chelezo, ujenzi wa maeneo ya biashara na viwanda, lakini vile vile tunazungumza masuala ya real estate. Tunapozungumza katika real estate Zanzibar, hatua imekuwa juu zaidi kwa sababu among other things incentive kubwa ambayo tunayo Zanzibar, ambapo nchi nyingine hawana ndani ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, ni kwamba yoyote ananunua Zanzibar, ananunua nyumba Zanzibar zaidi ya $100,000 atapata resident permit bila ya kuajiriwa katika ofisi yoyote. Sasa benefit hii inakufanya wewe mwana diaspora kuhakikisha kwamba una uwezo wa kuja kuwekeza katika nyumba za makazi, na kuhakikisha kwamba hutohitajia tu au hutopata tu only the local market ambayo iko pale, lakini market ya dunia nzima ya watu zaidi ya bilioni 7, you can attract them kuja kununua nyumba Zanzibar, wakapata resident permit na kuingia na kutoka muda wote ambao wao wenyewe wanahitajia. Kwa hivyo hii ni fursa kubwa kwa wana diaspora, lakini kizuri zaidi ni kwamba we can compete with anyone, kwa sababu wewe unahitajia kuwekeza katika nyumba za makazi real estate na kuiuza kwa zaidi ya $150,000 kwa mtu wa nje, only kwa investment ya $200,000. Anaokuja nje ya Tanzania, nje ya diaspora, atahitajia $2.5 bilioni. Kwa hivyo you can see the competitive advantage ambayo wewe kama na diaspora utakuwa upo nayo. You are selling the same houses, the same price, but wewe utakuwa una uwekezaji wako, masharti yako ni madogo. Lakini kizuri zaidi katika hili ni kwamba
incentive anazozipata yule anayekeza dola milioni 2.5 ni zile zile anazipata yule ambaye anayekeza dola 200,000. Sasa nadhani ni wakati mwafaka, ni wakati mzuri kwa wana diaspora wenzetu au Watanzania wenzetu kuhakikisha sasa kwamba wana focus kile ambacho wanakipata, wana focus maono ya uwekezaji wao kuweza kuwekeza nyumbani kwa sababu ya hizi fursa ambazo zipo. Hizi ni investment opportunities ambazo zipo Zanzibar. Kwa wale ambao wamebahatika kupata hivi vitabu, kifungua hivi vitabu, na wengine walikuwa hawajapata, nitaomba wanione niwapatie. Hivi vitabu vimeelezea fursa za uwekezaji katika taasisi za serikali. Kwa hivyo kuna miradi, kila taasisi ya serikali wanazi advocate, wako tayari kufanya kazi na mfanya biashara yoyote, mwekezaji yoyote ambaye yuko tayari kufanya kazi na serikali katika ule utaratibu ambao umewekwa. Lakini zaidi ya hapo, Zanzibar vile vile kupitia ZIPA ni custodian ya maeneo tofauti ya uwekezaji. Kuna maeneo kama la Mangapwani, kama tulivyoongea awali, ile eneo ndio linakwenda kufanya ile transshipment port ya Zanzibar ambayo inakwenda not only to compete but also to accommodate zile port zote ambazo zipo katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Lakini tuko maeneo ya Afrika Economic Zone kama eneo la Fumba ambalo lina approximately hectare 3, tuna eneo la Micheweni Pemba ambalo lina approximately hectare 800.8, na katika eneo la Micheweni Pemba kuna fursa nyingi apart kama ile kuwekeza. We are open, mtu yote ambaye anataka kuja kuwekeza na serikali kwa ajili ya distribution na infrastructure, basi tuko tayari kufanya naye kazi. Kuna eneo la Amani Industrial Park, kuna eneo la Maruhubi and the airport. Lakini zaidi tulitizame eneo la Mangapwani lilivyogawika na kuna fursa gani katika eneo la Mangapwani. Ukitizama land use plan ya Mangapwani, ukiwacha ile tulichokiongea kuhusu development ya port infrastructure, lakini kuna sehemu za industrial city development ambayo nyote mnakaribishwa. Kuna sehemu ya logistic and warehousing of which naamini wenzetu wote mnaweza. Kuna sehemu ya land bank ambayo vile vile land bank ni land ambayo kwa reserved kwa uwekezaji, kwa hivyo still is a fursa, na kama mnavyoiona picha yetu inavyoonyesha hapo. Lakini tuna eneo la Fumba niliongelea mwanzo, ili ni eneo ambalo karibu na airport. Tuko na eneo la Micheweni with 808 hectares. Lakini vile vile tuna eneo la Dunga Zuzwe, ili ni eneo ambalo kwa reserved kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda. Baada ya hapo, naomba nimalizie kwa kumuomba moderator huko tuangalie video ndogo kuhusu uwekezaji Zanzibar. Asante sana. Kwa maswala zaidi niko tayari baada ya hapa kupokea maswala na kuonana na mtu ana kwa ajili ya discussion zaidi. Nestled along the sparkling waters of the Indian Ocean. This island is mosaics. Cement opportunities are This is Zanzibar, a place where strategic location meets opportunity. Positioned at the crossroads of Africa, the Middle East and beyond, Zanzibar boasts an international airport with direct access to key global cities and a deep water port that facilitates international trade. As a proud member of the East African community, Zanzibar opens the door to a market of over 500 million people, making it an ideal hub for trade, commerce and logistics. Adding to its growing economic potential is the Micheweni, a bold initiative designed to drive industrialization,
innovation, and a large-scale investment in key sectors. With a state-of-art infrastructure, investor-friendly policy, and strategic connectivity, Micheweni is set to become a regional powerhouse for manufacturing, logistics, and trade. The island is on the path towards economic transformation, offering a secure, profitable, and stable environment for investors in diverse sectors. Tourism is a cornerstone of Zanzibar's economy, contributing significantly to its GDP and generating 80% of foreign currency earnings. Over the past 4 years, Zanzibar has welcomed over 2.3 million visitors, and with over 800 hotels and resorts, it is fast becoming one of Africa's top travel destinations. Investing in Zanzibar tourism industry means tapping into a rapidly expanding market with opportunities in luxury beachfront resorts, eco and cultural tourism, health and business tourism. As an archipelago, Zanzibar offers exclusive opportunities for investors to lease small islands for high-end tourism, eco-resorts, and private luxury developments. These islands provide a unique chance to create sustainable retreats, marine conservation projects, and niche hospitality ventures, catering to the growing market. Inclusive and eco experiences. The blue economy in Zanzibar offers immense untapped potential in sustainable fisheries in aquaculture for food security and exports, maritime trade and port development, and renewable ocean energy projects such as wind and tidal energy, further solidifying Zanzibar's position as a regional logistics hub. Invest in Zanzibar's blue economy for a prosperous and sustainable future. The thriving real estate sector in Zanzibar presents numerous investment opportunities, including luxury residential developments attracting high net worth individuals, mixed-use commercial and retail spaces supporting the island's growing economy, smart city projects and sustainable housing solutions to accommodate the annihilation. Zanzibar is fostering industrial growth with exciting opportunities, agro-processing transforming local produce into export-ready goods, pharmaceutical manufacturing to meet both and regional demands, textile and garments capitalizing on international markets. Zanzibar's manufacturing sector is prime for high return and growth. Zanzibar is more than just a destination. It is an economic powerhouse in the making. With its strategic location, investor-friendly policies, thriving tourism sector, and the diverse opportunities across sectors, Zanzibar offers a secure, profitable, and visionary environment for global investors. The revolutionary government of Zanzibar is now welcoming all prospective investors who wish to invest in Zanzibar. That the said investment opportunities, among others, will garner your attention. I assure you that Zanzibar is politically, socially, and economically stable, making it an ideal investment destination. My government is committed to continuing our role to provide a conducive and friendly environment for private investment and business opportunities. We are looking forward to hosting and partnering with you to invest in Zanzibar now. Karibuni sana. The time to invest in Zanzibar is now. Explore and invest in Zanzibar now.
Asante sana Sale. Kama hii haitoshi kuconvince kuwekeza Zanzibar, unahitaji maombi maalum. You need special prayers if this is not convincing. Tuna muda mchache kama nusu saa kabla ya Mheshimiwa Rais hajaingia, na tuna presentations nyingi. Kwa hiyo nitakuwa strict kwa Sale. Nimemvumilia kwa sababu he really needed to convince us to invest in Zanzibar. Kwa hiyo wengine nitakuwa a bit strict and maybe undiplomatic. Lakini naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa Waziri, Afisi Rais Fedha na Mipango, Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya. Asante sana kwa kuwa na sisi. Miradi ya PPP na nini mtaweza kuongea naye na how to kusaidia Zanzibar kwenye fundraising. Naomba pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Waziri, Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Mheshimiwa Sharif Ali Sharif. Asante. Ifungani kwa Tanzania. Hicho ndio nilichokujia hapa kuja kupresent. Kwa hiyo nitakuwa very summarized. Nitamsaidia balozi kwa kuwa very summarized. Naomba tuende kwenye slide inayofuata. Slide inayofuata ni ya kisheria. If you invest, lazima unakuwa umechukua risk. Na risk ni kitu ambacho kipo kwenye all investments. Kwa hiyo legally naomba we're very aware kwamba whenever you invest in capital markets, there are going to be certain kind of risk. Please seek proper financial advice. Yeah. So let me move on. Yeah. So I think this is a summary that will cover almost everything which I want to talk about today. Kwa kusema kwamba soko za hisa za Tanzania na hati fungani, the capital markets za Tanzania zimekuwa. They are not as small as they used to be. So let me give you a history of myself as a diaspora. I used to live in the United States for over 20 years. I did my undergraduate, I did my PhD, I was a professor there. So I had the same challenge everybody has outside Tanzania. How do I invest back home? And to invest in physical assets, property, land, those are difficult. You don't have a presence, and you need to depend on others to act on your behalf to invest for you. And those are challenges. All diasporas have faced this. You have small amounts of money, you want to be sending home regularly, the cost of transferring is high, the difficulties of dealing with the banking system, the charges, and then of course dealing with physical assets, which is building a property or developing some kind of farms or some other things. So capital markets was the easiest. Because I'm in finance, straight away I moved into capital markets. And because I did that, I started off decades ago, and I've seen the growth of the Dar es Salaam Stock Exchange and the Tanzanian capital markets. So those were easy. Today you can use an app, you have digital platforms, you can onboard yourself, you can buy securities, and those securities have grown in scope, depth, size. So there is investment potential in the Dar es Salaam Stock Exchange and the Tanzanian capital markets in general. So let me just give you a little bit of a flavor. You can participate in what we call
primary markets, meaning you can buy bonds directly from the government. Today, I am sure you're going to hear a lot about the Zanzibar government's sukuk. This is a phenomenally opportunity for all investors to participate in a Sharia-compliant security. So the government of Zanzibar is issuing a sukuk, and I think it will be outlined very well by other presenters today on how you can participate. At iTrust, we can also support you to invest in those particular kind of securities. But do please consider and invest, if possible, that you have that kind of interest. The other one I want to talk about is equities. There are shares listed on the Dar es Salaam Stock Exchange from CRDB, NMB, shares like Vodacom, shares like Twiga Cement. So those are all have been an opportunity, and I want you not to miss out the opportunity because the returns on the Dar es Salaam Stock Exchange have been quite spectacular. The other thing I want to mention is that other new products are coming to the market besides sukuks. We have green bonds, we have social bonds, we have gender bonds. Last year, iTrust was involved in issuance of Samia Infrastructure Bond. Has everybody heard of Samia Infrastructure Bond? This is a bond specifically raised for supporting Tarura road network in Tanzania, and it raised 323 billion Tanzanian shillings. Let me repeat the number, 323 billion Tanzanian shillings for supporting rural roads. So that was a very, very phenomenal success. The same thing is happening with the Zanzibar government sukuk. The government is looking for 300 billion with a green shoe of 300 billion. That is also a phenomenal amount that will support the economic development of Zanzibar. Similarly, there are other kinds of issuances, rights issues, unit trusts have grown, digital innovations are there. So as a diaspora, I will summarize to say this. It has never been easier. Yani haijawa rahisi zaidi kwa wewe kuwekeza katika masoko ya hisa na hati fungani za Tanzania. You can onboard electronically, digitally, you can see your portfolio, you can follow your portfolio, you can invest in new products like unit trusts, which are mutual funds, you can invest in bonds, you can trade on the Dar es Salaam Stock Exchange from a click on your phone or on a website. I think at iTrust, we are able to support you on that. I will jump over everything and just give you the last slide. Can you maybe take me to the last slide? In the interest of time to support the ambassador. Just the last slide. I won't give the lecture. The full lecture is available for anybody who wants it. Yeah, let's just go to the last slide with the contact information. Yeah, so very simply put, you can find us on every social media platform. You can go to the website itrust.co.tz. You will get all the information on how to invest in the Tanzanian capital markets. You can be able to call, you can be able to email. Please feel free to reach out to our team. If you're interested in investing in Tanzania, in the capital markets, on owning financial assets in the country, please contact us and we will facilitate it. Thank you very much. Asante sana Professor Mohamed Warsame. Just to emphasize, people are flocking na wanakimbilia hizi fursa za kuinvest kwenye financial instruments Tanzania. Benki kuu wakitoa zile bonds, they are always oversubscribed. Hata hizi kama umesikia Samia Infrastructure Bonds na vitu kama hivyo always ziko oversubscribed. So please take advantage na muongee na Professor Warsame. Naomba nitumie nafasi hii kutambua kuwepo kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la bima Tanzania, Bwana Kaimu Mkeyenge. Karibu sana. Nitambue kuwepo kwa mtendaji mkuu wa shirika la ndege Tanzania, Air Tanzania Corporation, Engineer Peter Ulanga, who happens also to be my twin brother, but purely coincidence that we are both in London at the same time.
Naomba sasa nimkaribishe mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba Zanzibar, Bwana Sultan Said, atupe naye wasilisho lake la fursa zilizopo kwenye uwekezaji wa nyumba Zanzibar. Karibu. Asante sana. Assalamu alaikum. Habari za jioni. Awali ya yote kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kufika hapa leo kuonana nanyi ndugu zetu. Lakini la pili, delegation ambayo imekuja tayari imeondoka. Nimeupenda sana na kumshukuru mke wangu vile vile. Maana mara hulali nyumbani. Mimi kwa jina naitwa Sultan Said Suleiman, ambao ni mkurugenzi Director General of Zanzibar Housing Corporation. Hapa mbele yetu tutakuja kuelezea part ya kile ambacho ndugu yangu Saleh, mkurugenzi mwendeshaji wa ZIPA, Zanzibar Investment Promotion Agency, aliyokielezea, kwa sababu yeye ndio ambaye anatusimamia katika masuala ya uwekezaji, lakini ndani yake alizungumzia kuhusu real estate. Kwa hiyo mimi ndio sekta yangu. Kwa hiyo wakati wana mitambo wanaandaa kule, wanajiandaa, basi na mimi nianze kukuelezea machache, ili vile vile mkuu wa protocol hapa asije akatupeleka mbio. Kwa kuokoa muda, jamani, naomba niwaelezee machache ambayo tuko nayo. Sisi kama shirika la nyumba Zanzibar, nadhani mambo tayari. Sisi kama shirika la nyumba Zanzibar tuko na nyumba takriban 2334 Unguja na Pemba. Sasa kwa sababu ya kwenda mbio, tukianza na introduction kuhusu ZSC, ni public corporate ambayo imekuwa established under ZSC Act ya mwaka 2014 namba 6, ambayo lengo lake kubwa ni kudelivering affordable and sustainable and high quality housing solutions. Lakini kwenye mission yetu ni become a center of excellency for the provision of quality and affordable housing Zanzibar. Nataka kuenda kwa sababu huko mbele kuna maelezo mengi ambayo nitakupeni kuhusu miradi, sababu mimi nakuja kuuza nyumba hapa. Kwa hiyo nataka niwauzie nyumba kwa haraka sana. Vile vile to be a leading institute in the sector of real estate business in Zanzibar. Lakini core values zetu ni integrity, innovation, sustainability and community impact. Kuhusu overview yetu ya project ya ZSC Zanzibar intending to deliver innovation, high quality and sustainable housing. Lakini naomba niwaelezee kwa ufupi kwamba kwa sasa tuna project ambazo tumeanza nazo kuzijenga, ambazo project yenyewe tumejenga kwa Mchina. Mulio wengi ambao Wazanzibari mtakuwa mnapajua kwa Mchina ni wapi. Tumejenga nyumba takriban ya 72, ambazo nyumba za vyumba vitatu tumejenga nyumba 40, lakini nyumba za vyumba viwili tumejenga 32. Na kwa bahati nzuri hizi zote zimeshauzwa, na miongoni mwao ambao wamenunua ni wana diaspora. Vile vile kuna project ambazo ziko under construction sasa hivi. Kama nilivyowaambia awali kwamba Zanzibar Housing Corporation tuko na nyumba takriban ya 2334 toka kipindi hicho mpaka leo. Lakini Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anakwenda kujenga nyumba takriban 3000. Yani mwaka huu wa fedha wa 2025 2026 tukianza na fedha ya kwanza itakuwa nyumba 1095 katika sehemu yetu ya Chumbuni, ambapo Chumbuni ni kama kilomita 3 kutoka mjini center pale. Wengi mtakuwa mnapajua. Kwa hiyo tunakwenda kutengeneza nyumba nyingi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kupata nyumba hizo. Lakini vile vile ziko una uwezo wa kununua kama wewe diaspora. Baadaye nitaelezea namna gani mnaweza kununua kama diaspora. Lakini vile vile kuna project nyingine ya Kiembe Samaki. Hii naomba kuelezea kwamba nayo tumeshaanza kuitekeleza, isipokuwa kwa bahati mbaya nzuri imeshanunuliwa yote. Yani hatujamaliza kujenga lakini imeshanunuliwa. Hii nimeiweka kusudi kwamba kuonesha fursa ambazo zipo Zanzibar na demand ya real estate Zanzibar ilivyo. Kwa hiyo tumejenga hizo nyumba 3000 ambazo nazo miongoni mwao katika hiyo phase ya kwanza 1095 zimeshanunuliwa na nyingine bado zipo. Na nyumba hizo za Kiembe Samaki ambayo ni kilomita 300 kutoka airport, sehemu ambayo tunajenga, tayari zimeshanunuliwa.
Lakini vile vile tuna upcoming project ambayo tuna Mwinyi Housing Scheme maeneo ya Kisakasaka. Kwa bahati nzuri mlio wengi nao mnajua vile vile Kisakasaka ni karibu na Fumba. Kwa Kisakasaka tuko na maeneo matatu ambayo ni Kisakasaka A, B na C. Kisakasaka vile vile tuna project yetu ya Kikwajuni ambayo najua watu wengi mliopo hapo vile vile mnapajua Kikwajuni kwa sababu ni miongoni mwa sehemu ya zamani kwenye majumba ya Mjerumani. Wenyewe mnajua. Katika nyumba zile najua kuna maswali mengi ambayo yatakuwa yanaulizwa. Ambao unatizama time, naomba nilielezee hili kwa sababu vile vile nilipata maswali mengi kwa wana diaspora walikuwa wananitumia message na kuniuliza ni namna gani sasa mnakwenda kuzivunja hizi nyumba, lakini sisi ambao tuna nyumba zetu pale tutakaje. Kwa utaratibu ambao tumeweka katika kupata nyumba zenu ni kwamba tunafanya registration kwa kila mtu ambaye ana nyumba ya kwake. Alafu tunakupatia fedha kwa ajili ya kujikimu kwa muda wa construction, na tunakuambia muda wa construction ni upi. Ukimaliza unapewa nyumba yako kama ilivyo. Why tunafanya hivyo? Kwa sababu lile eneo tayari ni kubwa, ni zuri, lakini nyumba zenyewe hazikaliki tena. Manake Dr. Hussein Hassan Mwinyi anataka kutengeneza ile good standard of living kwa Wazanzibari. Ile eneo ni chafu, ni baya, halifai tena. Kwa hiyo ni uthubutu ambao kauanza yeye na kutoa fedha nyingi kwa ajili ya kutekeleza mradi wa Kikwajuni. Mradi wa Kikwajuni tuna nyumba takriban ya 157, lakini eneo hilo hilo baadaye mtaliona tunakwenda kutengeneza nyumba 1095 kwa ajili ya Wazanzibari na wana diaspora wengine waweze kupata makazi bora na salama na miji yetu tuweze kuitengeneza. Tusio tunakwenda katika miji mingine tunaona watu wanaishi katika nyumba nzuri lakini kwetu kule hakuna nyumba nzuri. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu kubwa kwa ajili ya kuziondoa hizi nyumba. Lakini tuna project yetu ya Saateni, tuna nyumba takriban 52. Tunakwenda kutengeneza nyumba takriban 1209. Vile vile tutaona presentation yake huko mbele, lakini haya ni maelezo mafupi. Lakini tuna eneo letu la gofu, tunakwenda kutengeneza big commercial center pale, mtaiona vile vile huko mbele. Vile vile tunamfikiwa Pemba. Vile vile ni karibu na airport pale, tunakwenda kutengeneza takriban unit 180. Kama tunavyojua jamani, loko sana wanakuwa wanahitaji affordable and quality housing solution kutokana na mahitaji yao wenyewe. Kwa sababu tunajua vipato vyetu vya kule. Tumekuja na solution moja nzuri sana kwa sababu tukizungumzia issue ya affordable house, maana je, ni nyumba ya bei rahisi au ni nyumba ya bei nafuu, nyumba nafuu au nyumba ya bei rahisi? Sisi kwa upande wetu Zanzibar kule tuna scarcity kubwa sana ya material. Kwa hiyo tulichokifanya tume subsidize baadhi ya mambo mengi sana katika ujenzi wetu na kuwatengenezea wananchi waweze kununua payment mode zao ziwe kidogo kidogo ambao watalipa kwa mkopo wa single digit. Hata wewe mwana diaspora vile vile ukija ukichukua mkopo leo pale kwa ajili ya kununua nyumba, kwa kawaida hapo mwanzo ulikuwa unanunua kwa mkopo wa kawaida 14%, 15%, 16%, 18%. Lakini sasa hivi tumesacrifice baadhi ya vitu vyetu kwa ajili ya kupata single digit kwa mwananchi, sio kwetu sisi. Wewe unaposema unanunua nyumba kupitia shirika la nyumba, utapata mkopo wa single digit kwa muda miaka 25. Kwa hiyo inategemea na kipato chako wewe mwenyewe. Kama utataka miaka 10, miaka 5, miaka 4, basi utakwenda benki na tutakupa formula yetu kwa ajili ya kupata hizo nyumba kuweza kuzimiliki. Kwa vile vile wa Tanzania bara vile vile wa Tanzania bara kwa upande wetu wa bara vile vile wao wanaangalia sana, kwa sababu wao wanachokuja kukifanya miongoni mwao wengi hawaishi. Kwa hiyo wananunua kwa ajili ya kuangalia fursa za real estate. Lakini vile vile diaspora mnaangalia sana kuhusu namna gani mnaweza mkapata umiliki. Huko mbele vile vile tumeelezea, nitakuja kuwaelezea sana kwa ajili ya muda ili tuweze kuokoa. Foreigner vile vile jamani, kama alivyoelezea mwenzangu aliopita hapa, investors wanakuja sana kwa ajili ya kuwekeza Zanzibar. Kwa hiyo na sisi nitakuelezeni fursa zilizoko huko mbele tunapokwenda katika presentation. Mmoja wana diaspora, naamini kuna wengi hapa ambao wanaangalia namna gani wanaweza kuja kuwekeza Zanzibar, lakini hawapati hizo fursa. Sisi tumekuja, baada ya hapa tutakaa na nyinyi kule mbele nyuma au baada ya hapo kwa ajili ya kuelezea fursa zilizopo na namna gani unaweza kuwekeza katika shirika la nyumba. Kama nilivyoelezea pale mwanzo, huu ni mradi wa Chumbuni. Huu ni mradi wa kwa Mchina ambao tayari umeshajengwa na umemalizika, ambao ulikuwa una unity 72.
hizo ndo nyumba zenyewe. Lakini baada ya kujengwa, sasa hivi tunamalizia landscaping, zimemalizika na tayari watu wameshakabidhiwa. Tuende speed kidogo ili tuweze kupata katika maelezo yetu. Ndugu zangu, hapa nilipokuwa nataka wana diaspora wenzangu, hizi ni nyumba 1000 ambazo tunakwenda kuzitengeneza Chumbuni. Sasa swala kubwa ambalo lipo kwa wana diaspora, naamini hapo, ni kwenye issue ya ownership. Vipi mimi naweza kumiliki hizi nyumba? Sasa kwa foreigners, kutokana na sheria zetu zilivyo, always watakuwa na leasehold. Lakini kwa wana diaspora, kama utakuwa una kipande kile cha diaspora, umesajiliwa, umejisajili, basi wewe utakuwa una haki ya kupata kama Mzanzibari anavyopata certificate ya condominium, kwa sababu katika kondo hizi tunatoa certificate ya condominium. Kuna kitengo maalumu ambacho kinatoa hizo certificate. Ni sawa sawa na wewe ambavyo una own nyumba yako ya kawaida, kwa sababu hizo zinapita kwenye institution na tunalipia registration kama sisi developer, alafu nyinyi mnakuwa mnapata certificate zenu. Kwa hiyo fursa ya wana diaspora miongoni mwao ni kuweza kumiliki kama anavyomiliki Mzanzibari kwenye issue ya condominium. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni nyumba ambazo tunakwenda kuzijenga 1000 na sasa hivi zimeshaanza kujengwa. Hapo ndo kama mnavyoona, tuko kwenye base ambao tunaweka ile rough foundations katika eneo la Chumbuni, ni mita 300. Kwa hiyo naomba kidogo tuweze kuiangalia. Easy to get a glimpse of the unparalleled cultural and ethnic diversity of multi-race cultural heritage in Zanzibar. The Zanzibar Affordable Housing Project is located in the eastern part of Tanzania. Built up from the history of housing and urban rural development. The project covers an area of 28.21 ha and has a total built-up area of 32.24 ha. Project is equipped with comprehensive supporting facilities, including medical clinics and educational facilities, providing residents with perfect living environment. White, orange, and dark green paints are used in the facade of beauty to create simple and elegant appearance. Ndugu zangu, hapo hiyo ni nyumba za Chumbuni ambazo takriban ya unit 1000, lakini kuna Kisakasaka B ambayo ni nyumba 548, nazo vile vile wafundi mitambo wakiwa wanako tayari, mnaweza kuziona, na sasa hivi tayari tuko kwenye construction. Lakini vile vile tuna nyumba za Kisakasaka C, ni maeneo ambayo tunakwenda kujenga takriban ya unit 520, unit 520, nazo vile vile utakuja kuona hapo muonekano wake. Tumejaribu kubadilisha kila mtu aweze poleni kidogo fundi. Vile vile nilitaka vile vile muweze kuona, fundi mitambo akishino taenda pale, lakini nilitaka muone transformation ambayo tunakwenda kuifanya katika nyumba za Kikwajuni. Sisi kama Zanzibar Housing Corporation, miongoni mwa vitu ambavyo tulivyokuwa tunaviangalia ni kwamba kodi ya nyumba kwa wananchi ilikuwa ni ndogo sana. Maana yake tunazungumzia tunalipa takriban shilingi 1050 kwa mwezi.
Lakini tunapoangalia mabadiliko ya uchumi yanavyokuja, tukasema basi tubadilishe kodi tuweze kuongeza. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa huruma zake akasema hapana. Huwezi kumpandishia mtu kodi katika nyumba ambazo hazifai, alafu ukampandishia kodi. Kwanza tuwajengee nyumba nzuri. Hata akilipa ile kodi yake anajihisi kwamba anaishi katika mazingira mazuri. Kwa hiyo ndio maana ikaja hili wazo la kuweza kuwajengea wananchi nyumba bora na salama. Tutaona mradi wa Kikwajuni ambao unakwenda kucontain takriban ya nyumba 1095. Na hizi tunapokwambieni kwamba nikirudi tuna sign mkataba huo kwa ajili ya kuanza ujenzi. Tutawaita wananchi wote, na miongoni mwao na hakika watu wako hapa wenye nyumba za Kikwajuni au kwao walipozaliwa, wana urithi wao pale. Kwa hiyo nao wasiwe na hofu au wasiwe na pressure kutoka kule nyumbani kwamba sisi wenyewe tupo hapa, na kama mtu atakuwa na swali zaidi ya hapo basi aje kuniuliza. Lakini tunachokifanya tutampa compensation ya kwenda kuhamia sehemu nyingine kwa muda kwa kile kipindi cha ile construction period. Kama ni mwaka mmoja, kama ni mwaka mmoja na nusu, atapewa pesa ya kuweza kujikimu, na akirudi atapata nyumba yake. Na kwa bahati nzuri sio nyumba yake tukupata. Nyumba zile zina 3 bedroom apartment, basi inatosha. 3 bedroom apartment na 2 bedroom apartment. Lakini sisi tunakwenda kuwajengea wao 4 bedroom apartment. Hizi jamani ni nyumba za Kimbe Samaki ambazo likwambieni kwamba tayari zimeshauzwa zote, zimeshanunuliwa. Na miongoni ambao wamenunua ni wana diaspora, ambayo wakimaliza tu kumaliza zile fedha zao, kwa sababu tumeweka installment, tawaelezea hapo mbele namna gani malipo yanakuja, na kuna vipeperushi vyetu vile katika meza vipo, mtaweza kuona namna gani unaweza kulipa. Payment mode tumetumia hivi. Kwa hiyo hizo ndo nyumba ambazo tumezijenga Kiembe Samaki, nyumba 24 na kwa Abdalla Rashid kwa wale ambao wanapajua. Tukiangalia tunakuja upcoming project ambayo hiyo hapo ni Kisaka jamani, ni prime locations, iko vizuri, apartment mixed use, kwa local diaspora, vile vile kwa foreigner, leaseholding kwa wale foreigner, lakini vile vile condominium unit kwa mwana diaspora na Mzanzibari. Kwa sababu tunajua kwamba Mzanzibari anapokuja pale watu wa immigration wanaweza kuja kuelezea zaidi, lakini kuna sheria nyingi ambazo tunamtaka foreigner awezi kucomply na kodi zetu. Mtu akiwa yuko nje huko anafanya biashara ya Airbnb, lakini ile kodi haipatikani. Lakini wewe mwana diaspora unaopo, kwa sababu pale ni kwenu na umesajiliwa, una haki ya kuweza kupata ile nyumba kupitia condominium kama tunavyopata sisi wengine. Kwa utaratibu umewekwa vizuri. Huo ndo mradi wetu wa Kisaka na hizi ndugu zangu tutakwenda kuzimaliza kwenye mwaka 2027, zitakuwa zimemalizika. Ni project ambazo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anataka kuzifanya kwa nguvu zote ili ziweze kumalizika na mji wetu uweze kubadilika na Wazanzibari waweze kuishi katika mazingira mazuri. Hapa ni Mwinyi Housing Scheme ambayo ni Kisaka B. Vile vile kama nilivyowaambia, maelezo ndio yale kwa sababu ni maeneo hapo. Maeneo sio mbali sana na mjini, ni karibu na Fumba ambao ni mji mkubwa sasa hivi kwa Zanzibar, ambao ni mji ambao unakuwa kwa kasi sana, na unit zenyewe sio nyingi sana ndugu zangu. Kwa hiyo wana diaspora mjitokeze, mimi nifanya biashara, mjitokeze kwa ajili ya kununua 548 units. Kwa maelezo zaidi mimi nitakuwepo pale kwa ajili ya kuweza kuelekeza namna gani unaweza kumiliki nyumba Zanzibar ukiwa mwana diaspora. Na huo ndo mradi wenyewe. Kutakuwa kuna social amenities nyingi ndani yake. Cancel tuende nyingine. Najua hamu ya wengi sana kwa wale wa Zanzibari ambao wanapajua wanataka Kikwajuni. Kikwajuni jamani inakwenda kuwa a beautiful city. Hatujaibadilisha sana kama ilivyokuwa, lakini tumetengeneza muonekano ambao at least mtu akiwa anaishi pale mjini anasema naishi katika mazingira mazuri na salama. Leo tunakuta kwamba nyumba zetu hizi ambazo tumeziacha zimechakaa,
maeneo ya Ugamba, maeneo ya Makunduchi, Michenzani na maeneo mengine. Nikwambieni kiuhalisia, manake ndio chanzo wakati mwingine hata hii milipuko ya maradhi. Inawezekana kwa sababu ya uchafu tu uliopo pale. Kwa hiyo sisi kama Zanzibar Housing Corporation tunataka kujitahidi kuondoa tatizo hilo, kuwajengea Wazanzibari. Tuende kwenye Kikwajuni ambao ni next one. Nitaka nieleze jambo jingine kwa wana diaspora. Vile vile tuna opportunity ya kuwekeza na nyinyi. Wako wana diaspora ambao wamekuja kuelezea interest zao za sisi kuweza kuwapa maeneo kuingia na ubia, ikiwa ni JV, PPP au EPC+F. Kama sio hiyo Nyamanzi, ikisakasaka si ndugu zangu, hii ni kisakasaka si kutoka ile ilikuwa inakuja hii kisakasaka si, ambayo vile vile tumetengeneza muonekano tofauti, na hizi zitajengwa ndani ya mwaka mmoja, ambao ni takriban unit 520. Kuna teknolojia ambayo tumejaribu kutumia hapa ya cast in place, ile tunatumia formworks kwenye zege kwa ajili ya kufanya uharaka wa ujenzi. Kwa hiyo vile vile tunawakaribisha wana diaspora, kwa yule ambaye ana idea au anaijua teknolojia ambayo sisi inaweza kutusaidia kama shirika la nyumba Zanzibar, basi tuko tayari kumsikiliza na kuweza kujaribu kupractice teknolojia hiyo. Lakini teknolojia ziko nyingi. Kuna baadhi ya teknolojia ukifanya environmental impact assessment zinakuwa hazikubali kutokana na mazingira yetu na nature ya watu wetu kule. Kwa hiyo nyingine zinakuwa ni maboksi zile inaitwa light wall panel, na kwa kidogo si nzuri sana kwetu sisi. Hiyo ni kisakasaka si, naomba isije ikaganda nayo vile vile. Hii hapa ni Nyamanzi, ambao hapa tunakwenda kujenga nyumba takriban 210. Nyamanzi ni karibu na CPS, ni Fumba kabisa. Vile vile tunajenga, huu ni mradi ambao tayari uko karibuni kuingiwa saini baina ya ZSC na developer ambaye atakuja kudevelop huu mradi. Jamani, hii ndio Kikwajuni. Hii ndio Kikwajuni mpya tuitakayo. Hii Kikwajuni kama nilivyowaambia jamani, Kikwajuni kuna nyumba takriban ya 158. Nyumba za watu wenyewe ni 57, lakini sisi kama Zanzibar Housing Corporation tuna nyumba 99, lakini open space kwa Kikwajuni ipo kubwa sana, ambao sisi tunataka kuitumia kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri. Sitopendelea kuwaonyesha, nimezitoa picha za hali halisi ya sasa ya Kikwajuni ilivyo. Kama mtu ambaye yupo hapa ana nyumba yao Kikwajuni, hali halisi ya pale Kikwajuni sio nzuri. Lakini sisi tunachokwenda kufanya ni kuitransform Kikwajuni na wewe uweze kuishi katika nyumba yako ya asili ukiwa katika mazingira mazuri. Kwa hiyo hizo ndo nyumba zetu za Kikwajuni. Tumetengeneza katika modality ya ule uhalisia uliokuwepo mwanzo. Kuna duplex mule ndani, kuna 4 bedroom apartment mule ndani, kuna 2 bedroom apartment na kuna 3 bedroom apartment. Tumejaribu kusegment na social amenities zitakuwepo hapo. Kwa hiyo ndio Kikwajuni tunayotaka. Lakini vile vile tumejaribu kukop na environment ile ya Mji Mkongwe, sheria za Mji Mkongwe kucomply nazo. Kwa sababu pale tuko katika buffer zone ya Mji Mkongwe, ile heritage tusiweze kuiaffect. Kwa hicho ndio ambacho tumekifanya. Kwa bahati nzuri naomba kuonyesha hapa tena limetokeza. Mkiziangalia hizi blocks zote zimefanana isipokuwa block hii hapa. Hii ndio block ambayo wanakwenda kukaa wenyewe nyumba zao, ambao kuna 4 bedroom apartment humu ndani. Tumeitengeneza unique tofauti, alafu iko barabarani ili wasiseme mimi nimeniweka ndani. Hiyo itakuwa haipo. Ili mradi Mheshimiwa Rais anachokitaka kila mmoja aweze kusatisfy yeye mwenyewe. Najua kuna wengine wamezaliwa pale nini, lakini jamani tujaribuni kuwashawishi hata na wenzetu wakubali hii transformation. Kwenye mabadiliko lazima kuna ugumu. Lazima wengine kidogo watakuwa wanaumia. Sema history palikuwa pana mti wangu hapa. Huu mti nilikuwa naupenda kaupanda babangu, lakini kuna wengine wanaumia kupitia mti huo. Kwa hiyo tujaribu kusacrifice ili tuweze kutengeneza mazingira mazuri kwa Wazanzibari. Kwa hiyo ndio Kikwajuni tuitakayo. Kama nilivyowaambia, hii hapa ni Saateni, tunakwenda kutengeneza takriban nyumba 209.
Na Sateni tuna nyumba kama 57 zetu kama shirika la nyumba, hazina mazingira mazuri, haiba yake sio nzuri, lakini Mheshimiwa Rais akasema hapana, tu transform hapa ili watu waweze kuishi. Na hii yote tunazungumza ni town area, kwa sababu ukishuka pale mjini nyumba ni chafu, mbaya, haziko katika muonekano mzuri. Na nitakuonesheni huko mbele squatters zetu za Wazanzibari. Pengine wengine wanakuja mara kwa mara, lakini wengine kuja mara kwa mara. Nionyesheni uhalisia katika zile squatters. Leo hii nikwambieni, na hili sijawahi kulisema sehemu, naomba niwaambie, shule ambazo Mheshimiwa Rais kazijenga, hospitali ambazo kazijenga, na hakika hata sisi watoto wetu wakienda kule skuli hawataki hata kurudi nyumbani. Nikwambieni, shule ni nzuri sana. Sasa vile vile Mheshimiwa Rais akasema tujenge nyumba ili hata wakirudi nyumbani kuwe kuzuri nako. Kwa hilo ndio ambalo tunataka kulifanya. Kwa hizo ni nyumba za Sateni, kwa ambayo wanapojua Sateni ni takriban ya mita 500 kutoka darajani, sio mbali. Na hizi mnazoziona jamani, all designs ambazo zipo zimetengenezwa na vijana wetu wa Zanzibari. Hii ni golf, kwa wanapo mnajua ni commercial building ambao wanakwenda kujengwa, na tayari kaka yangu ananisaidia pale, muda si mrefu tutatia saini mkataba huu kwa ajili ya ujenzi. Na hapa ni Mfikiwa Pemba, kwa wale ambao wanakujua Pemba washaenda pale Mfikiwa tunakwenda kutengeneza. Lakini kuna mradi mwingine ambao vijana wangu wanaendelea kudevelop, police line, nyumba takriban 518 zinaingia post line Wete Pemba, bado haijamaliza kuwa developed ile concept, lakini ingekuwa imemalizika basi nayo ningekuonesheni. Nayo vile vile iko katika mwaka wa fedha wa 2025 2026 katika bajeti zetu. Hiyo ndio Pemba yetu mpya ambao tunaitaka. Harakisha target areas. Kwa nini tunasema tunaziondoa zile squatters? Hii jamani, mara mwisho nilitaka kuonyesheni, hii ni Kwahani. Kwa wengi wenu ambao mnapojua Kwahani, hii ndio squatters ambao tunakwenda kuiona iko mjini na watu wetu ambao Wazanzibari ndugu zetu wanapoishi. Nyumba moja ambayo pengine ina square mita takriban ya 105, lakini zinaishi familia 6, familia 5. Nyumba hizo zina watu wengi conjunct. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais tunakwenda kuziondoa hizi na kuwapa watu nyumba nzuri. Hii ndio kikwaji. Kwa hiyo hiyo ndio squatters ambayo ipo mjini, lakini tunakwenda kuitransform. Jamani, kwa hayo machache, asanteni sana, muda umetuacha mkono. Nilikuwa na hamu ya kumsimamisha Sultani muda mrefu, lakini sasa at the same time nikawa na hamu ya kusikiliza tena presentation. So unajua kule kwetu bara unapouza nyumba kimoja unasema it is 5 minutes walk or 5 minutes drive to the beach. Sasa wenzetu Zanzibar kila mahali ni a walk to the beach. Kwa hiyo they don't even talk about the beach. Yani beach kwao ni something in the backyard. Jamani, fursa. Na sisi mimi kama nilivyosema nasimamia diplomasia ya uchumi. Tunapata foreigners wengi wa Poland, wa Russia, wanakuja na wanakwenda Zanzibar, either watakwenda ZIPA, watakwenda Zanzibar Housing Corporation kutafuta fursa ya uwekezaji katika nyumba, because as we know all the rich people either made their money or keep their money in real estate. Jamani, fursa hiyo. Naomba nimkaribishe sasa kaka. Mbona mpaka umevaa na special microphone hapa, sijui kama umeshaiwasha. Naomba utusaidie kwenye time management. So mkurugenzi mkuu wa Zanzibar Social Security Fund, none other than Bwana Nasor Amer, atakuja kuongea na sisi kuhusu fursa katika mifuko ya hifadhi ya jamii na diaspora Zanzibar. Karibu sana Nasor. Habari za mchana. Asalamu alaykum. Naitwa Nasor Shaban Amer, mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF. Kama tunavyofahamu,
Tanzania kuna mifuko mingi ya hifadhi ya jamii. Kuna ZCCF, NCCF na mifuko mingine. Tutaangalia kwanza ZCCF, ni mfuko ambao umeanzishwa Zanzibar na sheria namba 2 ya mwaka 1998, lakini kafanywa marekebisho na sheria namba 2 ya mwaka 2005. Ni madhumuni ya mifuko ya hifadhi ya jamii ni kutoa hifadhi ya jamii kwa mwananchi au mwanachama pale ambapo anapofikwa na shida. Watu wengi sana wamekuwa wanadharau kujiwekea akiba baadaye kupitia social funds, lakini pale anapofikwa na shida anafahamu umuhimu wa social fund. Kwa sasa serikali ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Serikali yetu ndio garanta mkubwa wa social security kwa Zanzibar. Lakini vile vile mfuko wetu wa hifadhi ya jamii uko chini ya Wizara ya Fedha ambao unaongozwa na mama Chuma Dr. Saada Mkuya Salum, ametambulishwa pale yupo. Lakini vile vile mkurugenzi mwendeshaji, yeye ndiye msimamizi wa shughuli za kila siku za mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar. Hizo ni mission na vision zetu. Tupo pale, baadaye tutapatia. Lakini mfuko wa hifadhi ya jamii licha ya kuwa ule mwenyekiti anachaguliwa na Mheshimiwa Rais na mkurugenzi anachaguliwa na Mheshimiwa Rais, tuna bodi yetu pale, lakini mkurugenzi mwendeshaji ndiye msimamizi wa kila siku wa mfuko wa hifadhi ya jamii. Kazi kubwa ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwanza ni kusajili wanachama, lakini kuweka record, kumbukumbu za wanachama, kukusanya michango ya wanachama, kulipa mafao na kuwekeza kile kiasi ambacho kilichozidi kwenye wekezaji kwa ajili ya kulipa mafao na vinua mgongo. Mafao ambayo tunatoa kwa sasa, tunatoa mafao ya uzeeni. Mtu yote ambaye ni mwanachama wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZCCF anapofikia umri wa hiari wa miaka 55 au miaka 60, tunamlipa kinua mgongo lump sum money, alafu tunamlipa installment kila mwezi. Lakini vile vile tunatoa mafao ya invalidity ikiwa kama member wetu amepatwa na dharura yote ya kimaradhi na daktari dhamana akituthibitishia kama mwanachama amepata maradhi, tunamlipa. Lakini vile vile kuna survival benefit au tunaita heritage benefit. Atuseme ikiwa ni mwanachama wetu amefariki dunia, kwa hiyo wale warithi wake tunalipa mafao. Lakini vile vile kuna unemployment benefit. Hili ni fao la mwanachama wetu atakapokosa ajira, tutamlipa vile vile. Lakini vile vile tunatoa fao la employment injury benefit ikiwa tuna mwanachama wetu wakati anafanya shughuli zake za kazi ameumia, sisi mfuko wetu unamlipa. Lakini mwisho tunatoa maternity benefit, hii maalum kwa kina mama, kwa sababu mara nyingi ukizungumza maternity benefit akina baba na wao wanakuwa wanauliza, lakini sisi ZCCF special tunatoa maternity benefit kwa kina mama. Kwa hiyo hii ni graph ambayo inaonyesha wakati wa serikali ya awamu ya 8 ilivyoingia madarakani inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, mfuko wa hifadhi ya jamii ulikuwa una asset ya shilingi bilioni 610 Tanzania shilling. Lakini mpaka mwaka 24-25 ndio mfuko wa hifadhi ya jamii umepanda portfolio yake na umekuwa una thamani ya 1.31 trillion sasa na GBP 373 milioni. Pia mfuko wa hifadhi ya jamii zile fedha ambazo tunazikusanya kwa wanachama tunawekeza kwenye investment hizo hapo, different areas za investment. Kwanza tunaweka kwenye money market, bond, share, tunamiliki makampuni mbalimbali. Lakini tunawekeza kwenye infrastructure za Tanzania nzima, tunawekeza kwenye real estate kama alivyozungumza Mr. Sultan na mkurugenzi wa ZIPA. Tuna real estate nyingi pale Zanzibar, tumejenga ZCCF. Lakini vile vile tunatoa loan kwa government zote mbili, ikiwa ndio zitahitaji loan tunatoa sisi ZCCF ili kuweza kusupport government. Hii ni picha ya money market. Tuna invest kwenye USD na tuna invest kwenye T-shilling. Lakini tuna invest banks, tuna deal na benki nyingi. Lakini vile vile tuna invest kwenye bond na share kama tulivyozungumza. Tuna invest kwenye Islamic bond. Sasa hivi kuna sukuk, amekuja Profesa Wasame ameeleza hapa kuhusu Dr. Sukuk. Lakini na ZCCF na vile vile tunawekeza kwenye sukuk.
tunawekeza kwenye huu ni mradi wetu mpya kwa wale watu wenyeji wa Zanzibar ambao watu mnakuja Zanzibar. Mkifika pale Zanzibar mjini mtakuta na haya magesho yale mapya tumejenga juzi, ni magesho ya magari ya kisasa kabisa. Lakini sasa hivi tuko na project mpya ya mabasi Zanzibar, tunakwenda kubadilisha transportation system. Sasa hivi tuna local transportation system, tunakuwa na modern kabisa transportation system. Kwa hiyo sisi safe sasa hivi tumeanza kujenga vituo vya mabasi, tutajenga vituo vya mabasi Zanzibar nzima kwa ajili ya kuweka mabasi mapya ya kisasa kabisa. Lakini hiki nacho ni kituo kingine cha mabasi kitakachojengwa pale Malindi na mfuko wetu wa fadhila ya jamii Zanzibar. Zanzibar katika transformation yake ya public transport system sasa hivi tutakuwa na mabasi ya kisasa. Kama tunavyofahamu tumezoea zile chai harage pale ukiingia Zanzibar. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 8 kupitia Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amekuja na wazo la kuanzisha usafiri mpya wa kisasa wa mabasi ya umeme. Hii ni specs tu ya mabasi yenyewe, lakini tunawekeza kwenye suku. Sheikh Sultan hapa amezungumza. Sasa hivi mkija Zanzibar mtakuta kuna shule za kisasa kabisa, lakini alisahau kusema na suku. Kuna masoko ya kisasa sasa hivi wapi Zanzibar mkija mtayakuta. Kwa hiyo moja ya investment yetu sisi ni hapa ili Mombasa suku kwa wale wenyeji wa mitaa ya kwa Mchina karibu na nyumba za Sheikh Sultani pale. Lakini tumeinvest kwenye viwanja vya kufurahishia watoto na maeneo mengi sana. Tumeinvest Michezani Mall. Kama mkija Zanzibar, hiyo Michezani Mall hiyo ni investment yetu sisi. Chawal maarufu ni jumba la treni. Hizi ni nyumba ambazo tumejenga hivi recently, zinaitwa Dr. Hussein Mwinyi City. Hizi ni low cost house, zipo karibu na mradi wa ZHC. Hizi hapa ndo tulijenga unit 276, sasa hivi zimbakia unit chache sana. Na hizi special tumejenga kama vile specs alivyozungumza na ZHC, ni same specs ambazo tumezijenga. Hizi ni nyumba wanamiliki watu wote, either diaspora au wa Tanzania au Zanzibar. Sasa hivi sheria ya kumiliki nyumba Zanzibar imebadilika kabisa. Kwa hiyo mtu yote anaweza kumiliki. Hizi ni nyumba zetu za Mbweni. Hizi nazo tulijenga sisi mfuko wa fadhila ya jamii, lakini zote zimeuzwa kabisa. Kama tunavyoona tulijenga blocks 15, lakini zote sasa hivi ziko sold, na wengi walionunua nyumba ni diaspora. Na diaspora kinunua hizi nyumba wanapewa ile certificate yako ya condominium. Kwa hiyo tutaendelea kujenga nyumba kwa kushirikiana na wenzetu wa shirika la nyumba Zanzibar. Lakini hii ni community center ambayo kwenye nyumba zetu pale za Mbweni tumejenga juzi. Kwa hiyo hata ukija kununua nyumba pale Mbweni kuna eneo zuri la biashara na michezo. Lakini tumeinvest na Pemba na Mkoani Hotel kwa mtu ambaye anakwenda Pemba ile hana pa kufikia. Tuna hotel yetu pale ya Mkoani, hii ni Mkoani Hotel. Vile vile tuna hotel yetu iko Pemba nyingine pale Chake Chake, nayo ni Chake Hotel. Na vile vile tumewekeza kwenye apartment vile vile iko Pemba. Kwa hiyo Pemba nako tumewekeza hasa kwenye residential na business. Tunatoa loan kwa government kama tulivyozungumza. Lakini vile vile tunakwenda sasa hivi tuna investment ambayo sasa hivi tunakwenda kujenga kubadilisha usafiri wa umma. Na hii tumesema sasa hivi Zanzibar kuna usafiri huwa daladala ambazo nyingi zao ni chai harage na hizo daladala za kawaida ambazo zinatumia mafuta. Tutakwenda kubadilisha pale kuweka usafiri wa umma wa gesi au umeme. Kwa hiyo tumefikia mwisho, lakini nataka niombe kitu kimoja. Diasporas wengi wanakaa nje ya nchi za nchi zao kwa zaidi ya miaka 10, 15 au 20 au wherever. Lakini inafika muda wanatamani kurudi majumbani kwao kwenye zile nchi zao za asili. Lakini pale wanaporudi wanafikiria sasa mimi nikirudi kule nitafanya investment gani? Unaweza ukamkuta labda diaspora kule wapi kwenye nchi yake ana usafiri wa daladala au ana investment yote ndogo tu. Ile investment wakati yeye hayupo, jamaa zake au ndugu zake ndio wanaishughulikia. Lakini atakaporudi investment ile
ambayo inashirikiwa na dogo zake, yeye diaspora investment ile atataka imhudumie. Sasa kumekuwa kuna changamoto nyingi sana, na kwa sababu tu ile diaspora wengi hawajiwekei hizi hifadhi za jamii. Kwa hiyo mimi naomba diaspora tujiungeni na hii mifuko ya hifadhi ya jamii, kwa sababu ukifika miaka 55 hizi pension funds zinakulipa wewe gratuity in lump sum. Kwa hiyo hata ukirudi kule kwenye nchi yako ambako wewe ulikuwa unajiwekea hifadhi ya jamii, wakati huo uko mbali na nchi yako, utapata ile gratuity, alafu kila mwisho wa mwezi utapata monthly pension. Kwa hiyo ni muhimu sana jamani kuchangia kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ya nchi zenu wakati upo nje ya nchi yako, ili ukifika miaka 55 au miaka 60 au utakapofikwa na tatizo lolote, basi ile pension fund iweze kukupatia fedha. Sasa hivi tumekuwa tunapata shida sana pale, unakuta kuna diaspora wameondoka kwenye nchi zao, lakini wameacha kuchangia. Wanaporudi sasa unakuta ana miaka 55, yule mtu uliyemwacha pale kwenye nchi yako, unakuta wengi wao wana maisha mazuri kuliko hata wale diaspora, kusema kweli, kwa sababu umekuja huku umefanya kazi miaka mingi, sasa unataka kurudi, unarudi nacho kile cha mkononi kwako tu. Kwa hiyo hizi pension fund jamani, kusema kweli zina umuhimu mkubwa sana. Mkipata nafasi mjisajili kwenye pension fund za nchi zenu, na mchangie kidogo. Once utapoamua kurudi pale au utapofika umri wa retirement, basi pension fund zitakupatia kinua mgongo na pension ya kila mwisho wa mwezi. Baada ya kusema hayo, mimi nashukuru sana kwa kunisikiliza, na karibuni sana ZSSF Zanzibar Social Security Fund. Asanteni sana. Asante sana Nasor kwa wasilisho zuri. Sasa nafikiri wengi wetu tumesikia hivi karibuni kuhusu Zanzibar Sukuk, na wengi wamekuwa wakiuliza ni nini, tunaweza tukafanya nini, na Profesa Wasame alizungumza kidogo mwanzoni kuhusu as part of financial instruments, alizungumza kuhusu Sukuk. So naomba tumkaribishe Bwana Mohamed Isa Hamed Mfyomi atupe wasilisho fupi kuhusu Zanzibar Sukuk, halafu baada hapo tutakuwa na wasilisho jingine moja fupi, na nafikiri tutaingia kwenye kipindi cha maswali na majibu. Kwa hiyo take note of questions or things that you need clarifications. Tutakuwa na fursa kama dakika 20 or so. Karibu Bwana Mohamed. Assalamu alaikum. Habari za jioni, za mchana. Kama ambavyo kakaangu Profesa Wasame alivyo hint juu ya hili, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ilifikia maamuzi ya kutafuta alternative financing kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya serikali. Na Sukuk ni investment instrument. Bahati mbaya muda ni mdogo sana, but nitajaribu kuiweka kwa kama walimu tuna namna ya kucondense. Sukuk ni investment certificate of equal value in which investors become beneficial owners of an asset, a portfolio of assets, a project, or any economic activity. You can compare it, unaweza ukalinganisha kama share, lakini sio share, kwa sababu shares unapata dividends mwishoni. Shares unatoa share, baadaye unaweza ukaondoka kwenye share and so on. Lakini hizi ni investment zinaitwa passive investment. Passive, not active. Kwa sababu wewe hufanyi chochote. Ukisha invest pale, unachosubiri ni kupata zile returns to your investment. Kwenye capital markets zinaitwa coupons or coupon payment. Sasa Sukuk hii ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, it's a budgetary instrument, na nchi nyingi duniani zinafanya hivyo. I'm proud to be in London kwa sababu mimi nimekuwa nayaangalia Uingereza is a pioneer kwenye nchi ambazo not purely Islamic kwenye Sukuk bond. 2014, now it's almost 10 years more. Serikali ya Uingereza ilichukua maamuzi ya kuissue Sukuk bond. The first it was in the Western world. David Cameron was the PM by then. Na ilichokifanya serikali ni kuissue hiyo Sukuk bond 200 million pounds. And it was 5-year maturity. Kwa sababu Sukuk or bond, they have maturity. 5-year maturity,
It ended in 2019. In the middle of COVID-19, UK issued the second Sukuk, which was 500 million pounds. While we back in Africa, we are coming to UK and asking for assistance. So big up for UK. You did it and we are coping. So serikali ya mapinduzi imeona kwa hali ilivyo ni lazima kutafuta alternative financing, na hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano. Kuna policy inaitwa Alternative Project Financing Strategy Policy. Hii imetambua kwamba kuna matatizo makubwa in financing government now in the environment we are living globally. Jana tu Prime Minister wa Singapore Lawrence Wong ameuonya ulimwengu. The world is not going to be the same again. With the tariff measures ambazo UK inachukua, the world is changing. World Trade Organization is going to be transformed and maybe it will no longer exist. Na kinachotokea ni international trade and investment will suffer greatly. Nchi zetu za Africa, they will be more in need of financing using alternative methods rather than expecting the so-called development partners, because they themselves will be in a big economic upheaval which the world has never seen anymore. So instead of looking on foreign investors, we can have domestic direct investment. And this is what is the government of Zanzibar doing. There is a lot of idle capital somewhere in the world. Only that we don't realize there is an idle capital. Now countries ambazo zimeona hilo kama UK, Luxembourg, Hong Kong, they turned into tapping the idle capital in the Middle East. The petrodollars are sitting there. Those billionaires in the Middle East, they don't even know what to do with that amount of money. They are buying gold cars, investing in football clubs and so on. What they need is you have to have a big pipe which conform to their ethics. Then they can pour money in. Various countries globally are using this method. Hong Kong is a special case. Their first Sukuk in 2014 was $1 billion. Now they are issuing Sukuk bond up to $3 billion, and they are one of the big market for Sukuk. Hong Kong Stock Exchange is a big market for Sukuk, just as London is also. I am also, in our company, we are a member of London Stock Exchange Group. So they are very important in doing this. So let me cut short by going to the features of Zanzibar Sukuk. What we are showing here is the SPV formed by the government of Zanzibar, Special Purpose Vehicle, in which the chairperson is CPA Juma Amor, but then you can see the whole team, board of directors. Even Nasser here is one of the board of directors. Where is Nasser? There he is. Nasser is board of directors. Nasser Shaban, there is Yasin Amir, Ali Akif, all those from the government entities, in order to bring the governance, experience into this newly formed SPV. The executive director is also director of Mwani Company, the seaweed company in Zanzibar, Dr. Masood, and there are employees for the government of Zanzibar to make sure that your funds will be taken care of. But Sukuk being an Islamic, based on Islamic Sharia, you must have, you have gone very fast, you must have before it the Sharia board. The Sharia board, these are scholars who make sure that this instrument conforms to Islamic law, because Sukuk are based on Islamic law. So Professor Hamid Hikmani is a known scholar, and we have Sheikh Abdallah Ndauga from the Muslim Scholars Organization, and you have all those, Dr. Saidi works with the Minister of Trade, and you have Yasir Masood is one of the guru in Islamic finance in Tanzania, we can say, and Sheikh Batash from the Mufti office. These 5 people are there making sure that the Sukuk conforms to the Islamic law. The risk of this instrument, because you are going to invest in it. What are the risks? Number one is the risk factor relating to the issuer or SPV. Being a newly formed institution, it might be lacking the proneness of governance and so on. But if you press it, you will see the mitigations. SPV directors, you can press it. SPV directors are from the government, corporates, and there is a backup of officials from the Ministry of Finance to support them.
And then there are transaction agents like we, Yusra Sukuk Company Limited, the only Sharia compliant capital market company in all of the sub-Saharan Africa south of Equator. We have that experience. But then there is a risk of default from the government not paying the coupons and even paying the principal amount at year 7. This is a 7-year maturity instrument. To mitigate that one, what we have done is there is government guarantee. All government instruments have got government guarantee. And no government can default because it knows what is the effect of a government defaulting. But then there are income streams we will show you. The government, the president advised we should have income streams which are Sharia compliant to generate funds in order to pay the investors. And then we have a very brilliant idea of having an escrow account. Escrow account which will be generating income. Up to year 7, we will have already set aside your money. The Sukuk is 1.115 trillion Tanzanian shillings, 446 million US dollars. But this amount has to be paid back at the end. How do you prepare? You have an escrow account, which will be put in a Mudharaba fixed deposit, generating income every year. And you will discover, as we'll show you here, it's a very brilliant idea because at the end you will have money to pay the investors back and we have an extra amount we have generated out of the same. And then there is a political risk. People are fearing maybe President Dr. Hussein Al-Mwinyi will be out of office by year 2032. So what will happen? Will another president follow up with this? Yes, because this instrument is a government instrument, number one. Number two, it was approved, the budget was approved by the Zanzibar Revolutionary House of Representatives. And then it was approved by the Revolutionary Council. So it was all the legal, regulatory, administrative mandate. No president will say, this was not under my leadership, therefore I'm not going to honor the obligations of the investors. And then mitigation for the money related, like, valuation. If you invest, this is a dual currency instrument. You can invest in Tanzanian shillings, you can invest in US dollars. Unfortunately, we didn't put the third currency, Great Britain pound sterling. We didn't put it. Maybe in the future, the government will think about it. But, well, you can invest using US dollars. And these are the income streams which have been set aside. Airport safety fee, when you go to Zanzibar, you pay the fee. Some of it will be in order to pay back the investors. You have the infrastructure fund, you have the consolidation fund, and Zipa, he's here. They will contribute 10% of the transfer and share. So you see the total amount to be contributed is 1.667 trillion Tanzanian shillings, well above the amount which the government is raising, which is 1.115. So you have an extra amount there, and this is make sure that we are in the safe side. The following slide shows what I was telling you. The escrow account, if you take 1.115 trillion Tanzanian shillings, divide by 7 years, you will get 159.285 billion. Now, if you put in an account which is generating yearly, we have already gotten a bank which is ready to give the government a return of 11.5% per annum. So the whole amount will be produced. We get already this amount by year 7 to pay back your money, and then there is an extra of 46%, which is 512.9 billion. This will go into the development projects by the government. This instrument is based on a Sharia contract known as Ijara Manfa or Usufruct lease. There are lease of tangible assets and there is a lease of usufruct also. Also, this is a public offer. It is be sold to the public, domestic, but internationally you can invest. It has been rated by Sovereign Africa Rating from South Africa. And it is tradable, which means you can sell it to another. You don't have to wait until year 7. If you feel maybe at year 2, I want to sell and go out, you can sell into the stock exchange. I'm finishing over. And the amount is 1.15 billion Tanzanian shillings in 3 tranches. The first tranche, as he said, 300 billion, Professor Wasami said, and 300 billion more. So you are warmly welcome to invest in Zanzibar Sukuk. And we are here. We can show you the forms. If you want, we can give you the forms. You can download the software, a copy of the forms. You can fill it.
and then send it to the People's Bank of Zanzibar, and you will be an investor. Why do you invest into Zanzibar Sukuk? First of all, you are contributing to the development of Zanzibar. If you're a Zanzibari, a Tanzanian, you are showing you are a patriotic. You are a patriot because patriots always, west or east. Always, home is the best. Thank you so much. Asante sana Sheikh Mohamed Isa Hamed, a certified Sukuk professional. I think sijawahi kupata lecture nzuri ya Sukuk bond kama leo. Asante sana Prof. Prof. Sheikh. Asante sana. I'm sure tungekupa muda zaidi tungefaidi pia zaidi. Lakini if we need more information about the Zanzibar Sukuk, please let's contact Sheikh Mohamed Isa Hamed. Najua it has been a marathon of presentations. Tumebakiza moja, and I'm sure it's going to be exciting. Benjamin Fernandez, young innovator kwenye issues za fintech, founder, CEO wa Nala. Tutampa dakika chache atupe na a teaser about Nala, and then we will go into Q&A. Benjamin Fernandez, you make us proud always. I think you are the first Tanzanian kwenda New York Stock Exchange. Oh, okay. Haya, utatuambia zaidi. Haya. You 10 minutes? 5 minutes. Haya. Asante, nashukuru sana. Salamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa kutupa nafasi kukaa hapa London pamoja. Mimi mwenyewe nimefika London kwa mara ya kwanza like 3 years ago. Sija kuishi London, so nimepokelewa na hali ya hewa cha kulalamika kila siku. So it's good to see everybody. Kwa wale ambao ni washabiki wa Manchester United, weka mkono juu. I say pole sana. Dakika 45 paka tuchapo, sijui itakuwa ngapi leo, lakini tuombe Mungu tusipigwe sana. Anyway, mimi ni mwanzilishi wa kampuni ya Nala, and it's tunafanya biashara ya kutuma fedha kutoka Marekani, Uingereza, nchi 19 Ulaya kwenda nchi 11 Afrika, japo of course Tanzania ni nyumbani. And juzi tukafungua nchi zingine, Philippines, Pakistan, India, na tunafanya kazi, sio kazi rahisi, but tunajitahidi sana kama kampuni ya Kitanzania ku expand into many countries internationally. So of course kwenye events hapa ubalozini najaribu kusupport and try to support in many ways that we can with the embassy and the work that Ambassador Mbelwa is doing. And I know it's not easy, but it's nice to see so many people here. So leo 3 years ago tulikuwa na wateja kama 50 hivi, and mostly walikuwa wa Kenya, and leo nifurahi kusema tuna wateja 500,000 in 3 years. And ningependa kuwashukuru sana wa Tanzania ambao wanatupush, na Wazanzibari pia wanatupush kwenye community zenu, and also kuambia rafiki zako ambao wanaweza kutumia Nala. Inatusaidia sana. Mimi kama kijana wa Kitanzania inanipa moyo sana kupush. 2022 hii picha ni Zanzibar. Nilipeleka timu yangu yote Zanzibar. Watanzania wapo, wazungu pia wapo. Tulikaa hapa Zanzibar, nikasema okay, within 3 years nataka tufike at least wateja 100,000. So of course ilikuwa big dream kufika pale, na tulivyofika wateja 500,000 nikasema sawa, turudi Zanzibar, na hii ndio timu yangu Zanzibar sasa hivi. So tufika leo naajiri watu 160, Uingereza 67. Kila mtu ambaye anafanya biashara hapa unajua kuajiri watu Uingereza ni bei kubwa sana, na pia kumtoa mtu ofisini pia ni bei kubwa sana. Kuna sheria nyingi sana, and kuna watu kutoka nchi 35 kwenye timu yangu.
Of course najaribu kuwakilisha Tanzania. Kila mtu hapa nimewapeleka Zanzibar, kila mtu kwenye kampuni yangu anajua kampuni imezaliwa Tanzania, lakini kupambana na kampuni zingine ni ngumu. So tunajitahidi, na ningependa kuomba tu Watanzania ambao wapo hapa na Wazanzibari, sisi ni kampuni ambayo unaweza kupeleka hela kwenye benki zote Tanzania, pia PPZ, Zantel, mtandao zote za simu, TTCL, Airtel, Vodacom, M-Pesa, Tigo Pesa, sijui inaitwa Yas. Kampuni zote za Tanzania na benki zote Tanzania, ni kampuni pekee ambayo tunapeleka kwenye account zote Tanzania. And kama kuna mtu hapa ambaye hajawahi kutumia Nala, tunajitahidi. Leo naomba uscan hii code kama hujawahi kutumia Nala, na unaweza kudownload app. Ukidownload leo, mimi mtakaa hapo nje, uje kwangu nitakurushia pound 10 bure. Kama hujawahi kutumia Nala, naomba uscan hiyo code upakue. Kwanza kabla sija kutumia ile pound 10 nitakuuliza kwa nini mpaka leo hujatumia Nala. Alafu kama huna jibu utaniangusha. Maana kiukweli ni sio biashara rahisi kuendesha, hasa hapa Uingereza na Marekani. Tuna competition nyingi sana na kampuni nyingi sana ambazo tunapambana nao, ambao wana hela nyingi sana kuliko hata sisi, baadhi kama Sendwave, Remitly, lakini tunajitahidi always kuwapa rate kuliko zote. Hiyo rate ni ya leo, nimecheck leo kabla sijaja hapa. So we are always trying to be the best, lakini ni ngumu, it's not easy. Tunajitahidi sana. Kwa hiyo naomba kama hujapakua app, scan hiyo code, pakua hiyo app leo. Mimi mtakaa hapo nje mwishoni, tunaweza kupiga picha tukaongea, lakini utanijambia kwa nini mpaka leo hujatumia Nala. Anyway, that's all I have to say. Tunajitahidi and tuombe tu, ni request yangu moja, tuombe as we continue to grow the business. You know, mimi nampongeza kila mfanyabiashara hapa kutoka Zanzibar au Tanzania ambao wanaishi hapa Uingereza. Najua kuanzisha biashara ni ngumu, kutengeneza biashara ni ngumu, kuna changamoto ambayo unapita wewe binafsi tu unajua. So mimi naomba Mungu akupe nguvu, na pia mimi naomba mniombee tu. Bas, asante sana, mbarikiwe. Asante sana Benjamin. Unajua anatoka kwenye familia ya dini hivi, kwa hiyo kumwombea Mungu, kuombea. Sasa niulize wale ambao walikuwa wana scan, is it because of the 10 pounds au ni kwa sababu au ni kutaka kumsupport Benja? I think that was a good motivation. I know 10 pounds is nothing, lakini wanaweza kanunua is something afadhali. Asante sana. Jamani, 10 pounds turudishe 10 pounds 10 pounds 10 pounds. Sasa kuna component moja ina miss kidogo, na naomba tutumie dakika 5 kuisikiliza. My apologies. Mkurugenzi mtendaji wa PBZ, People's Bank of Zanzibar, alitakiwa awepo azungumzia the financing opportunities kama unataka mortgage na vitu kama hivyo, lakini kwa sababu ameshindwa kuwepo, amemwomba mkurugenzi wa ZSSF ataongea kwa dakika 2-3 just to give you a flavor of options and opportunities zilizopo PBZ to finance either for sukuk or for the mortgage. Karibu sana Naso. Asante. Sasa hivi nasimama kwa niaba ya mkurugenzi wa PBZ. Mkurugenzi ameniomba niwaambie kwamba kwenye zile nyumba ambazo zinauzwa na ZCCF na ZHC, PBZ wanatoa mortgage mpaka miaka 20, People's Bank of Zanzibar, na si lazima mtu awe Mzanzibari. Mtu yote ambaye even ni foreigner unataka kumiliki nyumba Zanzibar, basi PBZ wanatoa hizo mortgage mpaka miaka 20. Lakini vile vile watafungua account ya diaspora, na wako online, watafungua account ya diaspora. Kwa hiyo mtu yote ambaye anataka kufungua account ya diaspora na kuaccess PBZ, kwa hiyo wao hizo huduma wanatoa. Na ameniagiza kwamba hakutokuwa na dhamana yoyote. Dhamana itakuwa ni ile nyumba yenyewe ambayo wewe unaitaka. Aidha ukinunua nyumba kutoka ZCCF
au nyumba kutoka ZHC, kwa hiyo ile nyumba yenyewe ndio dhamana. Kikubwa anachotaka ni uhakika wa income wewe ya kila mwezi kufanya ile installment yako kupeleka pale PBZ. Kwa hiyo hicho ni cha mwanzo. Lakini cha pili ameniagiza sukuk. Kama unataka kuwekeza kwenye sukuk, unaweza ukafungua account ya diaspora, alafu ukaweka pesa kwenye PBZ, baadaye PBZ wakahamisha ile fedha yako kutoka kwenye account yako ya PBZ sasa hivi kwenda kwenye account ya sukuk pale pale. Kwa hiyo na vile vile hii fursa hii inapatikana. Sheikh Mamidisa amezungumza kuhusu na diaspora, lakini People's Bank of Zanzibar kama una account sehemu nyingine unaweza kufungua pale PBZ ukafanya transfer kutoka kwenye benki yako kwenda PBZ, then ukasubscribe kwenye sukuk. Kwa hiyo maelezo yote ya PBZ tutaonana na mimi, na maelezo yote ya mfuko wa hifadhi ya jamii ZSSF tutaonana na mimi. Asante sana. Asante sana.